Unaambia watu kwamba mtoto wake mimi ndo namsomesha. Hapana. Hapana ndugu. Usiwe hivyo. Kitu cha tatu kinachokufanya wewe usifanikiwe, kakaangu, wewe kupokea pesa yako. Mungu hajaipata hata shilingi 5. Mungu hajaimpea hata shilingi 10. Hata shilingi 20 hujaimpa Mwenyezi Mungu. Bali wanaokula pesa yako ni malaya tu. Ni malaya tu ndio wanakula pesa yako. Mwenyezi Mungu hata fungu la 10 hujaimtolea. Mwisho wa mwezi ukipokea pesa, wewe ni mtu wa kujiburudisha na malaya. Wewe ni mtu wa kulala restaurant. Wewe ni mtu wa kulala kwenye baa na mitaro. Ukishapokea mshahara, hiyo ndo kazi yako. Bali kanisani uonekani. Hata kutolea Mungu shilingi 5 fungu la 10 mtolei. Maandiko inasema kwamba mnaniibia. Mnaniibia. Unapokea pesa ila hata fungu la 10 utoi. Unadai ufanikiwe kaka. Utafanikiwa lini? Kama umtolei Mungu hata shilingi 5 ili aweze kufungua milango na mipango zako ziweze kubarikiwa. Nyota yako ipate kung'aa. Vipi utafanikiwa? Kama pesa yako ni malando wanakula. Mtumishi wa Mungu hata hajaipokea hata shilingi 5 tangia ulipoingia kazini. Sasa hizo umemaliza hata miaka 20, 30, 40. Kanisani wewe hapana, umerogwa kabisa. Umelaniwa kabisa. Ukanyaga mlango wa kanisa. No. Unadai ufanikiwe. Kamwe kakaangu. Utapokea mshahara wako hiyo 1500, 1100, 10,000, 5000, 20,000. Bali hakuna hatua utakayosonga kwenye maisha. Pesa yako ukipokea tu hivi zitakuwa zikiendanga tu. Utashtukia umebaki na shilingi 100 mkononi. Unashtukia macho sasa inafunguka, boriti inatoka kwenye jicho. Kibanzi inatoka machoni. Ukiangalia kiwango cha pesa unacho, uko na shilingi 10,000. Lakini mwisho wa mwezi ulipokea shilingi 50,000. Hakuna jambo umekifanya kwenye maisha. Hakuna jambo kizuri umekifanya. Hizo ndizo vitu ambazo zinakufanya usifanikiwe kaka. Kitu kingine ambacho kinakufanya usifanikiwe, wewe ukipokea pesa, ukishapokea pesa wewe, pesa yako bibi yako hawezi shika. Huwezi muhusisha kwenye pesa yako. Huwezi. Pesa yako wewe unapeleka kwenye waganga, nguvu za giza. Akikuuliza mkeo, "Mme wangu ulipokea juzi pesa, lakini sasa umefanya nini au una mipango gani?" Unakuwa mkali kwake. Unakuwa mkali, umhusishi. Kwa sababu wewe pesa yako ni za nguvu za giza. Sio kwa mwangaza. Unapeleka kwenye waganga ili mganga akuroge, akukatekate hiyo mwili wako, aweke madawa ili yani kukukinga wewe. Ndugu yangu nakwambia hizo madawa kitafika kiwango nguvu zao zitaisha. Nguvu zao zitaisha. Hati ili upandishwe cheo kazini, nguvu zao zitaisha. Eti ili kazi isiishe, nguvu za hizo dawa kaka zitaisha. Pelekea Mwenyezi Mungu pesa kanisani. Peleka pesa kanisani. Saidia mke wako, ngarisha mke wako kaka. Ngarisha familia yako. Nunulia mkeo nguo. Nunulia watoto wako nguo. Waseme baba asante. Mkeo aseme mume wangu asante. Saidia mke wako. Nguvu za mganga huyu ambaye anakupa sasa hivi, anaweka kwenye mwili wako, hizo madawa zitaisha nguvu. Kakaangu kazi huisha. Kakaangu shepu huisha. Dadangu shepu huisha. Tumikia Mwenyezi Mungu. Saidia familia yako. Saidia familia yako. Saidia wale ambao hajiwezi, kwa sababu kazi huisha. Saidia wale ambao wanateseka, kwa sababu kazi huisha. Ukinisaidia mimi, basi sitaweza kukusahau kwenye maisha yangu. Sikujui, hunijui, bali umenisaidia. Umenisaidia kwa ukarimu wako. Kesho tutakapokutana mahali, mimi sitaweza kukusahau. Kwa sababu wanasema kwamba wahenga wanasema, anayekunia anasahau kiurahisi, bali atakaye kanyaga hiyo mafi hawezi sahau kiurahisi. Mimi utakayenisaidia, sitaweza kukusahau paji la uso wako, bali wewe kuna uwezekano unisahau. Saidia familia yako kaka. Saidia mke wako ndugu yangu. Baba yangu, lisha mke wako. Nunulia mkeo nguo. Somesha watoto wako. Kazi huisha. Hizo madawa huisha nguvu. Ndugu yangu, ukihitaji ufanikiwe,
Wanawake ndio hufanya maombi ijibiwe. Imeandikwa kwenye maandiko matakatifu. Mkeo umepokea pesa, hujamhusisha, hujamsaidia chochote, hujamnunulia chochote, hujafanya kitu chochote positive kwa nyumba, mke wako atachonga magoti kumlilia Mwenyezi Mungu. Wewe hutafanikiwa, hutasonga hatua. Bali ukitaka kusaidiwa, ukitaka kufanikiwa, fanya hizo vitu ambazo nimekwambia. Fanya, utafanikiwa.